nimeona maajabu. Ati sasa hapa Siaya mnaweza vaa shati ya yellow. Hii ni historia. Nimeambiwa hii ndio mkutano ya kwanza ya chama ingine kufanyika hapa Siaya. Ati hapa mkutano inakuanga tu ile ya machungwa peke yake. Hii ni historia, na ningependa kushukuru viongozi wenyu kwa kuunda mkutano kama huu. Mimi ningependa kuwahimiza haswa nyinyi jamii ya Wajaluo ya kwamba watu huingia kwa vyama, kwa political parties, ndio waingie kwa serikali. Sasa vile mnajua tayari serikali iko upande gani, tena mnataka signal lingine kweli? Na mimi nataka kuambia nyinyi jamii ya Wajaluo, miaka nenda miaka rudi, mumefungwa katika shimo fulani, na nyinyi wenyewe hamwezi jiongelea, kwa sababu ukijiongelea you are victimized. Mnahitaji mtu kama mimi nitoke kule nje nikuje niwaambie ukweli ambaye hamjui, na leo nitasema hiyo ukweli. Nitoboe nisitoboe, niseme nisiseme, nyinyi ndio jamii peke yake Kenya nzima tangu tupate uhuru mumekuwa kwa opposition, hamjaingia kwa serikali kikamilifu. Na hii ni kwa sababu nyinyi mumejiweka ati kwa kanisa moja, kama hauko kwa chama hii moja basi wewe umekwisha. Sisi kule kwa Waluya, watu wengi wanasema ati Waluya hawana msimamo, lakini wacha niwaambie, sisi tunatumia akili. Tunaweka mayai kwa pande yote mbili. Hii kiingia tuko ndani, hii kiingia tuko ndani. Nyinyi mnaweka kwa moja, ikipoteza mumezama wote. Nyinyi mnajua kule Western Province tuko na kina Oparanya, tuko na kina Eugene Wamalwa, walikuwa wametega huko upande kwingine kule kwa machungwa. Sisi tulikuwa tumetega hii upande mwingine. Hata leo hii kama Raila angekuwa rais, bado Waluya wangekuwa kwa serikali. Hata leo hii William Ruto ni rais, Waluya tuko kwa serikali. Na nyinyi wenye mlieka kwa kikapo moja mko wapi? Sasa mfunguke macho. Na mimi nataka kuwakumbusha kwamba wale watu ambao walipigania, mnakumbuka enzi za Moi kulikuwa na one party. Hii Kenya ilikuwa inaruliwa na one party. Walikuwa nasema kwamba kama hauko KANU wewe hauko kwa serikali. Kama kuna watu walipigana vita za multipartyism, vita za 1992, ni Wajaluo. Nyinyi ndio mlingangana na Moi, mkasema mnataka vyama zikuwe mingi. Baada ya kushinda hiyo vita, nyinyi mkarudi tena kwa one party. Sasa mlikuwa mnapigana vita aina gani? Wale watu ambao wanafaidika kwa matunda ya multipartyism ni Wakikuyu, ni Waluya, ni Wakalenjin, ni Wamasai. Na wale ambao walipigania hawafaidiki kwa sababu mlirudi tena kwa hiyo mambo ya one party. Ati hapa Luo Nyanza, ati kama wewe hauko kwa ODM ati wewe hauchaguliwi. Hiyo mambo ya kuchagua viongozi kwa sababu ya chama hapa Luo Nyanza ndio maana imewapatia magavana ambao hawajakuwa wakiwafanyia maendeleo miaka nenda miaka rudi. Nyinyi hapa Siaya mlipoteza miaka 10 ya kwanza ya devolution. Ati hapa Siaya ndio mko na roundabout ya kwanza, mmefungua roundabout. Ati roundabout. Ati nyinyi mna launch roundabout. Watu wamesonga mbele, nyinyi bado mna launch roundabout. 10 years you've wasted your time in devolution kwa sababu ya kuchagua chama. Ati hata kama mtu ni mwendazimu mnaweka bora yako kwa ODM. Inafaa mfunguke macho. You should now learn to choose leaders who can bring development. Na mambo ya kuwadanganya kila wakati ati sasa nyinyi mkisimama na Raila, ati sasa nyinyi Raila anajisaidia yeye mwenyewe. Wacha niwaambie ukweli, na mimi naongea nikiwa hapa Siaya. Yeye
wakati yeye anaingia kwa serikali ni familia yake inafaidika peke yake. Yeye saa hii anasema ati wafungue sava, ati sava atalibiwa kura. We want to tell Raila Amolo Odinga, kama unataka tufungue sava ya William Ruto na Raila, tuanze na kufungua sava ya Siaya hapa kwanza. Yes. Na kama ni sava tutafungua zote, kwa sababu sava ni ile ile, na sisi tumeshachungulia ndani ya hiyo sava, tunajua nani alishinda kura hapa Siaya. Sasa wewe Raila, ukitaka hiyo mambo yako ya sava, tunaanza hapa Siaya. Huyu Gumbo kwanza akalie kiti ya gavana, ndio tujue wako serious. Yes. Na sisi hatuogopi. Tunataka haki. Kama iko chama ambaye imedhulumu watu kwa maneno ya nominations ni ODM. Tunataka tujue kwa nini hii ODM ati wewe mpaka ukuwe na damu ya Odinga ndio upate ticket. Ati wewe senator wa hapa Siaya ni ndugu ya Raila. Woman representative wa Kisumu ni dada ya Raila. Ukienda yule mtu ambaye amechaguliwa Iala ni mtoto wa Raila. Nominated senator kule katika Senate ni shemeji ya Raila. Sasa MCA sijui ni mtoto sijui ya nani, ya ndugu ya Raila. Hiyo maneno sisi tunasema enough is. Mimi nataka mfuke bana, mtoke kwa hii minyororo, mjikomboe. Mimi Raila alikuwa amefika kule Western, akashika Waluya walikuwa naimba tu Raila, lakini ilihitaji kijana mmoja ambaye anaweza muambia maneno vile mimi namwambia. Mimi ndio nilisimama kwa jamii ya Waluya, nikaambia Waluya, tumepiga kura huku mara mingi tunapoteza, this time round tupigie William Ruto. Sasa hivi Waluya wako kwa serikali kwa sababu mimi niliwapatia mwelekeo. Nimekuja hapa Nyanza, hatuwezi kombolewa kule kwa Waluya na jirani wetu wanaumia. Mimi nataka pia nyinyi mkuje katika chama tawala, chama cha UDA. Na wacha niwaambie, kuna mambo ambayo nyinyi mmedhulumiwa kutoka siku za kitambo. Na mimi leo nataka kuambia, wakati tulipata uhuru, wakati wa kule Moi, wakati walikuwa wanataka kuchagua maaskari na jeshi na watu ambao ni wa disciplined forces, waliweka sheria fulani ya kuhakikisha kwamba Wajaluo hawako kwa polisi. Walisema ati ukitaka kukuwa polisi mpaka ukuwe na meno yote. Walikuwa najua nyinyi mkitaka kutayarishwa mwanangolewa meno. Sasa hakuna Mjaluo aliingia kwa polisi. Wakasema mpaka sijui ukuwe mrefu kiasi gani. Wakasema ati ukiwa na alama yoyote hauwezi ingia kwa jeshi. Wakijua Wajaluo ni watu wa kufanya kazi na mpaka upate alama kidogo, waliwabagua. Na sasa hivi ukipangisha majeshi wa Kenya laini kutoka hapa Siaya mpaka kule Malindi, ni ngumu sana kupata mtu anaitwa Otieno. Ni ngumu kwa sababu mnakuja hapa Apoyo, wanakimbiza watu kwa uwanja, wanatoa watu mashati, wanahesabu meno. Ni kama Al-Shababu wakikuja, polisi anaumanga Al-Shababu na meno. Hii ni kwa sababu ya dhulma ambayo mmekuwa mkiwekwa kwa opposition miaka mingi. Leo hii nawaambia, tafadhali mjiunge kwa chama cha UDA, na tutaleta hapa, tutahakikisha tuongeze hata nafasi za majeshi, watoto wenyu wafaidike. Tuongeze nafasi za prison warders, watoto wenyu wafaidike. Si ndio? Mimi nataka kuwaomba, nataka tena mkuja hapa kwa uwanja, unajua mpaka vile mko kwa serikali Gumbo. Hapa tutakimbia uwanja, mnakimbia mnajua ile mambo ya requirement ya polisi mpaka uwe na D+ nini, lakini ukitoa kadi ya UDA ni added advantage. Sasa mjue ndio added advantage. Wewe unakuwa na kila
lakini mpaka uwe na added advantage. Sasa mkitaka watoto wenyu waingie mpaka kwa kufundisha, wakuwe walimu, waingie kwa serikali, the most learned community in East and Central Africa ni Luos. Wajaluo ndio wamesoma, lakini wakati wa kuandikwa kazi hamuko, kwa sababu kila mtu akiona Mjaluo anaona mawe, kila mtu akiona sahihi Mjaluo anaona sufuria kwa kichwa. Hivyo ndio mmebaguliwa. Watoto wenyu wananyimwa nafasi kwa interviews because of the stereotypical profiling of the Luo nation. I want to urge you, and I'm very serious on this matter. Sisi tunakaa kule juu tunaona interview, mtu amekuwa number 1, lakini wanasema huyu ataleta fujo. Huyu tukimweka hapa KRA ataleta fujo mingi sana, kwa sababu wanamprofile kama mtu wa maandamano. Mimi ningependa kuwaomba tafadhali, mambo ya maandamano tuachane nayo, kwamba serikali imeweka mikakati ya kuregesha bei ya vyakula chini. Jana mumeona tumeleta 40,000 metric tons za mahindi zimeingia. Mumeona rais wetu amehakikisha kwamba ile mbolea ambayo ilikuwa inauzwa 7,500 sasa hivi inauzwa 3,500. Lakini wakulima waende kwa chief. Chief ako wapi hapa? Kuja chief. Waende kwa chief wajiandikishe. Na wewe chief, hakikisha hawa watu wamejiandikisha kwa digital platform, kwa sababu hapo kama hauko kwa digital platform hauwezi pata mbolea. Si hivyo ndio? So hakikisha kwamba haujabagua, umeweka wakulima wote katika digital platform so that mbolea ianze kukuja. Na kama mbolea haijaanza kukuja hapa, Bwana Gumbo, nataka Jumatatu tuende na wewe kwa ofisi ya agriculture. Tunataka tulete hapa mbolea, hapa watu wetu waanze kupata mbolea. Na mimi sasa naongea kama Secretary General. Wewe na Charles Owino, Jumatatu kesho tuende kwa Linturi. Tunataka mkuje mlete hapa mbolea, na we must launch it vile tumekuja kufanya mkutano kama hapa. These Luos deserve the services of this country. Na mwisho nikimalizia, mimi nawaomba tafadhali, kesho nataka tuende nao asubuhi. Tukimaliza kucheza hiyo angela yetu hapa, tuende tufanyia wananchi kazi yetu. Mimi nashukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sababu yeye ameamua kwamba jamii zote ziwe kwa serikali yake. Nyinyi mnajua hatukupiga kura vizuri. Sisi watu wa hapa Nyanza hatukupigia Ruto kura. Ruto alipata 1.5 ama 2% only. Lakini kwa hiyo 1.5 or 2% amepeana nafasi ya cabinet secretary hapa Luo Nyanza. Amepeana PS wa kusimamia masuala ya interior. Mkubwa wa polisi Kenya nzima, mkubwa wa interior and coordination Kenya nzima anatoka hapa Luo Nyanza. Amepeana CAS, mtoto wenyu Gumbo alikuwa ametupwa, hako hapa. Amepeana CAS Outa, hako ndani. Amepeana CAS kwa Kidero, hako hapo ndani. Amechagua hata chairpersons kwa makomiti, hata chairperson wa UDA hapa. Yeye ni chairperson wa Lake Victoria, hako hapa. Lake Basin yuko hapa. Yeye ndio chairperson wa. Sasa Mheshimiwa Rais anataka sana kufanya kazi na nyinyi, lakini nyinyi ndio mnamsukuma mbali. Mimi nawaomba tafadhali, leo hii nataka nikitoka hapa, kesho nikienda Ikulu, nataka munihakikishie, niambie Rais kwamba watu wa Siaya wako ndani. Nataka tuhakikishe nikisema UDA mnasema kazi ni kazi. UDA kazi ni kazi. Mimi kule Kakamega nilikuwa na personal assistant wangu ambaye anatoka hapa Ujaluoni, anaitwa Felix. Ako wapi? Umetembea naye? Huyu Felix Okoth. Huyu mimi tumepatia yeye ndio regional director Kenya Private Security Regulatory Authority. He is manning 10 counties.
He is manning Migori, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Kakamega, Vihiga, Busia and Bungoma counties. Na Trans Nzoia zote ziko chini ya huyu kijana. He was my personal assistant and we are empowering your people. Ni nyinyi ndio mnatu let down jameni bana. Sasa mumesikia maneno yangu? Mumeacha mambo ya maandamano? Mumeacha mambo ya sufuria? Watu wangapi hapa wameingia UDA? Sasa nataka tumkaribishe kwanza mama fulani alisimama, anaitwa Helen Odhiambo. Alisimama kwa chama cha ODM. Sasa ametoka kwa hiyo chama, ameamua kuingia kwa chama tawala. Akuje hapa tuvalishe yeye kofia. Mama wa nguvu. Asante sana. Karibu sana. Unasema jina tu. Kwa jina naitwa Helen Odhiambo. Niko hapa kama Nyambaga, Nyalego, Nyasiaya na kama Mkenya uko na choice. Chagua ile chama unataka. Ukikatwa damu inatoka sio orange, ni red. So sisi tumeona mwangaza. The leadership mnafanya kazi mzuri. Tumeona mwangaza. Tumesomeshwa, tumesoma. Tukisoma manifesto, tuna make decision. Kutoka leo ni UDA. Ero kama nuru. Naona hata anaanza kuzoea UDA, amezoea ODM. Lakini anasema UDA. Sasa pia tuko na defectors. Wale ambao walitoka UDM hapa wakuje wote, any person who was in UDM. Nyinyi wote. Sasa washa tuwapokee kupitia Mheshimiwa Engineer Gumbo. Chairman, Chris Bondo alikuwa chairman wenyu, si ndio? Ameingia sasa katika chama tawala ya UDA. Sema jambo moja. Jose umtire. Wamor, koso kwa mor. Erojo kumanota wabuwe toko UDM. Chunga urumalo. UDM. Lakini tumefanya nini? Tumeingia UDA. Hatutabeba sufuria tena. Wanutuwa mkadidike nujiti mango. Tutapambana. Erurukamano otelnwa kodjotendwa wajonya guvino wahongo. Tunatembelea lakini hatubanduki. Sindio? Erurukamano Chris Budunia deje. Asante sana. Sasa mimi kama Secretary General nimefurahishwa sana na engineer. Huyu engineer mimi nataka kuambia, mumeona maneno inafanyika hapa Siaya. Ati governor na deputy governor wanapigana asubuhi na jioni. Mimi naona hii majamaa ambaye wanapigana. Sasa wewe Orengo umepewa bibi ukae naye kwa bedroom. Badala ushike bibi pole upatie mimba, unaanza kuvuruga bibi yako tena. Sasa kwa sababu mumeshindwa kazi, mimi nataka hapa Siaya governor wetu huyu engineer Gumbo tungependa tumkaribishe, na kama uko na kofia na t-shirt yoyote